nikuonyeshe ta wimbo. Stage ya. Zipo nne hapo. Japo leo ni chini sana kiwango. Okay, tunapanda. Ni nyimbo ya kwake Hussein Machozi enzi hizo. Akikwambia utaipenda. Iwe kwa chuki, kwa moyo, utaipenda. Hapo vijana wengine huko mtaani walikuwa bado ni watoto sana. Brenda Lance. Tuambie hapo msikilizaji alichokizungumza hapo. Okay, nikienda kwenye jumbe fupi ambazo msikilizaji ameweza kututumia hapa studio. Huyu anasema anaitwa Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongwa. Jamani, habarini za hapo studio. Hapa ni salama. Anasema mjengoni kaka Uswege, kaka yangu kipenzi Mwaka pamoja na dada yangu hapo kipenzi Brenda, tuko pamoja sana hadi tamati. Okay, tupo pamoja. Anasema anaitwa Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongwa. Najirudia hii message. Okay. Anasema tupo pamoja, ni vizuri sana kujiongeza au kupata fursa, kujianzishia wenyewe fursa katika dunia yetu ya sasa kwa sababu soko la ajira imekuwa ni changamoto. Anaitwa Elizabeth kutoka Mkuyuni. Hapa anasema anaitwa Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongwa. Nawatakia siku njema. Nawatakia kipindi chema. Jamani msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kupitia nambari ya simu 074212402021. Naona mjumbe zao zinajirudia. Ndio. Sawa. Sasa msikilizaji wa Radio Sat FM, ni wasaa ambao tunakwenda kuvuka mipaka. Lakini kabla ya yote, msikilizaji, tusikie hiki kwanza. Mbili moja. Wamesawazisha? Wamesawazisha. Wamepata kufutia machozi. Msaji Mwaikenda. Diara amekasirika vibaya mno. Kimataifa. Naam, msikilizaji wa Radio Sat FM, sasa ni wasaa wa kwenda nje ya mipaka ya 255. Hivyo basi tukikwambia nje ya mipaka ya 255 atakuwa anatuelewa vizuri, si ndivyo? Ndio. Na sasa tunakwenda kwa majirani zetu hapo nchini Kenya. Brenda. Wakati taifa, sio taifa, ulimwengu kwa ujumla unapiga vita swala la ukatili, unapiga vita swala la unyanyasaji, yaani ulimwengu unapambana kila kukicha kuhakikisha kabisa kwamba kuna namna mataifa au watu tunaishi kwa hali ya usawa. Lakini haya matukio, kitu ambacho nakwenda kukizungumza hapa ni kitu ambacho kinaendelea huko nchini Kenya, si jambo la kawaida. Lakini ndio maisha yanavyoenda hivyo. Nchini Kenya miezi mitatu imeshuhudiwa wanawake 129 kuuawa kwa mwaka huu 2025. Watu takribani 129 kwa mwaka huu, ambapo hayo ni kulingana na takwimu kutoka huduma ya taifa ya polisi na kituo cha taifa cha utafiti wa uhalifu. Sawa Kwa kweli ni taarifa ambayo inasikitisha sana. Watu 129, kitu ambacho unaweza kufikiria idadi kubwa kabisa hiyo. Miezi mitatu tu. Tunapambana kupinga, lakini bado watu wanaendelea kufanya ukatili wa namna hiyo. Lakini tukiangazia watu wa comment huko mitandaoni, anasema huyu anaitwa Kakamiraji Zakaria Mjwanga, anasema wanaowafanyia ukatili wanawake huko Kenya wachukuliwe hatua. Ninaelewa. Wanaowafanyia ukatili wanawake huko Kenya wachukuliwe hatua. Huyu anaitwa Hassan Mlacha, yeye anasema ni wakuolewa pole wananchi nchini Kenya ambako wanawake zaidi ya 129 wameuawa tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2025. Poleni wananchi wa Kenya, mmepoteza wapendwa wenu. Asante sana na Mungu akubariki. Anasema
Anaitwa Mwalimu Jafet Lazaro. Anasema Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mara zote nimekuwa nikiwakumbusha ni heri tukatubu na kuiamini Injili, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Asante. Anasema nami naona ni haki madam nipo mimi katika maskani hii kuamsha kwa kuwakumbusha. Katoa mstari huo, ni mstari wa Biblia kutoka Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 13. Tukiangazia maoni mengine hapa, anasema anaitwa Kayuni Rashidi. Anasema kuna muda Mungu hapendi kumfanyia mwanamke ukatili wa kumuua binadamu mwenzio. Pole ni sana huko Kenya kwa waliopoteza maisha kutokana na kufanyiwa ukatili. Huyu anaitwa Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania. Anasema hiyo ni taarifa ya kuogofya sana. Ndani ya muda mfupi wa miezi mitatu tu, mauaji ya wanawake 129. Vyombo vya ulinzi na usalama hawana budi kuchukua hatua kudhibiti mauaji hayo kwa raia hao. Huyu anaitwa Mimwani. Anasema ukatili dhidi ya wanawake unaweza kumalizwa ikiwa kila mtu atakuwa mstari wa mbele kukemea swala hilo. Unajua kila mmoja ni mlinzi wa mwenzake. Mbali na kuwa kila mmoja ni mlinzi wa mwenzake, lakini pia hata vyombo vya usalama vinatakiwa kuingia kazini kweli kweli. Kuna muda ambao mapambano kama haya si ya kirahisi tu, ni mapambano ambayo yanatakiwa kweli kutia nguvu. Lakini pia nimeona hata watu wanasema comment, tujaribu kuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu tunapokuwa na hofu ya Mungu inaweza ikapelekea kupunguza idadi ya haya matukio ambayo yanatokea ya kiukatili. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo lazima hofu ya Mungu itawale, lakini binadamu wamekuwa kama wanyama. Kuna muda ambao watu wanaongea kama utani, lakini muda mwingine inakuwa ni kama kweli hivi. Nakwambia kama nilikuwa natembea barabarani alafu nikaona binadamu mwenzangu yuko mbele, naweza nikabadili njia. Ila ni bora nikakimbilia aliko mnyama kuliko kukimbilia aliko binadamu. Kwa maisha ambayo tumefikia. Lakini Mungu atusaidie tuepukane na hayo, msikilizaji wa Radio Sauti FM, kutoka mahali popote pale ulipo ndani mipaka ya kanda ya Ziwa. Na tukiipa kisogo habari hiyo, Brenda, tuangazie habari nyingine hapa. Hii habari ni kuhusiana na Marekani yaweka vikwazo vyake dhidi ya Irani. Hii habari kiukweli msikilizaji sio ngeni masikioni mwake. Tunaweza kutupitisha kwenye hiyo? Sawa. Okay. Sio ngeni masikioni mwako, lakini ngoja hapa Brenda Nance Nalinga aweze kutupitisha undani wa habari hii. Okay, wanasema mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika Aprili 12 huko nchini Oman, ambapo Donald Trump amesisitiza kuwa bado kuna uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi endapo Iran haitasitisha shughuli zake za nyuklia. Lakini pia ukiangalia mwaka 2015 Iran ilikubali kupunguza shughuli zake kupitia makubaliano ya kimataifa, lakini baada ya Marekani kujiondoa kwenye makubaliano mwaka 2026, mwaka 2016, chini ya Trump, Iran ilianza tuseme kukiuka masharti ambayo waliiweka hapo mwaka 2025. Na kama hilo sakata linaendelea, kumbuka wanaelekea kwenye mazungumzo, lakini bado huku vikwazo vipo. Sasa unaweza kaona kabisa kwamba hii ni ripoti ambayo bado itakuwa na mkanganyiko hapo. Na ukiangalia hata waziri wa mambo ya nje wa Irani mwenyewe amethibitisha kuwepo kwa mkutano, lakini hataki mkutano huo ana kwa ana. Si unaona bado vita ilivyo. Sasa mnaenda kwenye mkutano kwa ajili ya kuzungumza, kuyajadili na kujenga, lakini hamtaki iwe ya ana kwa ana. Bado changamoto hiyo. Lakini wanasema ili kufika kwenye makubaliano lazima mkae chini mzungumze. Lazima pande zote mbili zikae chini ili ziweze kukubaliana, kwa sababu mwaka 2015 Iran ilikubali kupunguza shughuli zake za silaha za nyuklia. Lakini ilipofika mwaka 2016 Trump alipokuwa amejiondoa, Iran ikaanza kukiuka sheria hizo. Ikaona kabisa kwamba sasa ni wakati wetu wa kuwa huru. Sawa, msikilizaji wa Radio Sauti FM, na sasa ngoja tuende hapa na tutarejea tena, bado tupo na wewe. On trending. Unajua ni nini? Jana nchini Tanzania kulikuwa
na mchezo ukiachilia mbali ligi kuu Tanzania bara. Lakini jana Tanzania ama shirika la mpira wa mpira hapa nchini TFF, shirika la mpira wa miguu liliweza kupokea ugeni mkubwa sana kutoka CAF na mambo kama hayo. Sasa kama hilo shirikisho lenyewe la mpira hapa barani Afrika liweza kupokea ugeni, ule mchezo wa jana ulikuwa ni kati ya Simba dhidi ya Al Masry kutoka nchini Misri. Sasa hapa naongea kwa utulivu kabisa nieleweke. Ule mchezo Simba mchezo wa kwanza alifungwa magoli 2-0 nchini Misri. Jana alikuwa ugenini. Jana akiwa nyumbani akaibuka na ushindi wa magoli 2-0 ndani ya dakika 90. Wakaenda kwenye mikwaju ya penalti. Kwenye mikwaju ya penalti Simba kaibuka kidedea. Sawa? Sasa kinacho trendi huko mitandaoni kwamba mbona hamjapongezana? Yaani nani ampongeze nani? Kwa nini hapo unavyoelewa sasa nani ampongeze nani? Lakini sisi ni Watanzania tumeshinda. Ndio, sisi ni Watanzania ndio. Tushajua pongezi zetu tayari. Sasa kinacho trend huko, mbona hamjapongezana? Nani? Yanga. Mimi sijatamka, mimi nimeuliza. Mbona hamjapongezana? Ni nani hajampongeza mwenzake? Tujue na sisi tunataka kufahamu kinaga ubaga ni nani hajampongeza mwenzake. Sasa mimi nisiwe mnenaji sana. Tusikilize hili ninaloenda kulisoma hapa. Kwenye maoni sasa ya wana mitandao huko. Huyu anaitwa Alshop44_Dalali _Kigamboni anasema hawajiwezi Yanga wote. Sawa? Wote hadi Aziziki. Hawajiwezi Yanga. Utaelewa mwenyewe, mimi sijataka nizungumze hapa. Haya, huyu anasema ubaya ubwela. Hawezi maana wao ni wa mchangani, sisi wa kimataifa. Sisi ni Simba wa kimataifa. Mimi nasoma kama kilivyoandikwa hapa. Semi mimi Uswege, hapana. Kama kilivyoandikwa hapa. Na huyu anaitwa Isaya_Sambo_Mpenda Amani TZ anasema wanatupongeza kimya kimya, ingawa wachache baadhi wanatupongeza kwa kututamkia kabisa. Hivi unaielewa? Haya. Huyu anasema utopolo wanawivu sana na maendeleo ya Simba. Sasa kitu cha kumpongeza mtani wako nacho ni kitu cha kutomfanyia hivyo. Kutompongeza mtani wako. Swali nasema hivi, kinacho trend kwa mtandao, mbona hamjapongezana? Haya, huyu anaitwa Alesius Mjuni anasema huku Tanzania hamna mtani, ni uadui tena mkubwa kaka. Ukianguka hamna kuinuliwa bali kukanyagwa hadi ufe. Sio mimi. Tukiangazia hapa comment ya mwisho ya huko mitandaoni anasema huyu anaitwa H_Mlacha anasema hongereni Simba, haitakiwi yeyote hata mtani kuwasifia Simba, ni ubaya ubwela mbele kwa mbele. Asante. Kamaliza. Sasa tubainishe tu hivi kwamba hili linahusu usimba na uyanga. Sijui unaelewa? Kwa hiyo ni usimba na uyanga. Lakini tukienda mbali zaidi sasa, tukiachana na on trending, tuangazie unusual. Kitu kisichokuwa cha kawaida. Ni kipi? Ipo hivi. Ukipata kula chakula cha mchana na viongozi hawa utawaambia nini? Ukipata kula chakula cha mchana na viongozi hawa utawaambia nini? Unajua ni viongozi nani hapa? Nani? Ibrahim Traore kutoka Ouagadougou, Burkina Faso. Na Paul Kagame kutoka Kigali nchini Rwanda. Ukipata nafasi utawaambia nini? Sawa? Ni swali tunaacha kwa msikilizaji. Sio kwa msikilizaji. Kwa nani? Kwangu. Naanza na wewe kwanza hapo, utawaambia nini? Mimi naomba ujibu kwanza. Sasa hapa sijui niseme. Sema. Huyu mmoja anasema nawaombea tu uzima zaidi.
Lakini mwingine akasema Kagame aache tamaa. Ni watu au ni wewe? Maana tulisema ni wewe. Ninasoma maoni. Lakini ni wewe ndio tutakiwa kwanza na wewe ambao nimesema hivi, nisome maoni. Okay, sawa. Sio mimi usoi, nisome maoni. Huyu akasema kwanza kabisa nitaambia kuwa wawasaidie viongozi wengine ili wawe kama wao. Kiufupi, Afrika inahitaji viongozi shupavu na wenye roho ngumu kama hawa wawili. Sawa? Kwa hiyo basi, huyu mwingine tumalizie na huyu anasema Mungu, tuondolee uchovu siku ya leo. Bariki jitihada zetu na tupunguzie mawazo. Mitandaoni raha sana. Sasa hiki msikilizaji wa Radio Sauti FM ni kuambia tu kwamba asante kwa kuendelea kwa nasi. Kama kuna ujumbe hapo tungepitia mara moja. Ujumbe wa msikilizaji. Okay. Huyu anasema anaitwa Sylvester Analysis kutoka Mkuyuni, tupo pamoja. Lakini pia tukienda kwa huyu anasema anaitwa Ramazani Nyamoni kutoka Buhongwa. Napenda kuwapa pole watu wa Kenya kwa hayo yanayowakumba. Kwa upande wa wanawake na Mungu awasimamie. Lakini pia huyu anasema anaitwa Enosi Sabasaba, kwa kweli limenigusa sana hili la Kenya. Nawapa pole, poleni sana ndugu zangu wa Kenya. Lakini pia huyu anasema tumeanza na Mungu, tumalize na Mungu katika kipindi changu pendwa haswa cha kulijenga jiji la Mungu. Naipenda sana Radio Sauti FM 96.1. Lakini pia huyu anasema niwatakie majukumu mema kaka yangu kipenzi pamoja na dada yangu kipenzi kutoka hapa Mjengoni, na Mungu awatangulie. Amina. Tunajibu hivyo msikilizaji wa Radio Sauti FM. Lakini kufikia hapo Brendanas na Linga, hatuna la ziada. Ungemwambia nini msikilizaji kwa sababu? Mimi napenda kumwambia msikilizaji wa Radio Sauti FM, mwisho wa kipindi kingine ni mwanzo wa kipindi kingine. Kwa hiyo aendelee kuangalia au kusikiliza 96. Nataka nisitoke kuangalia ni kuangalia na maanisha mitandao yetu ya kijamii. Sawa. Inadi hapo mwanzo. Sawa. Kwa hiyo wanasema endelee kuangalia na kusikiliza 96.1 Radio Sauti FM pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Asante sana msikilizaji wa Radio Sauti FM. Hiyo ni sauti ya kwake Brenda Nancy Naringa kutoka hapa 96.1 Radio Sauti FM. Nikushukuru kwa wewe ambaye ulitegea sikio mitandaoni leo kwa siku ya hii leo, tokea pale tulipoanza saa 2 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 3 kasoro zake dakika 3, lakini watu wa habari wako hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho tunapaswa kukifahamu kilichojiri. Mimi ni Usoge Mwaka, lakini nikwambie tu kwamba swali kabla hujaswaliwa na sali kabla hujaswaliwa, maana wakati wetu wa kuishi mbinguni ni kidogo mno. Kwaheri na uwe na usikivu mwema. Watu wa habari mpo wangapi? Watu wa habari. Yaani ipo hivyo, hebu mwache. Eti Rebecca. Yaani unatakiwa kuwa specific wewe. Simu yangu hiyo.